Bana, mambo vipi? Hapa ni Official Zungu _ Kongo kidogo tutazame hali ya mambo jinsi ambavyo inaendelea pale na situation ilivyo katika ugomvi unaomshirikisha Rais Felix Tshisekedi wa Kongo na Rais mstaafu wa Kongo Joseph Kabila. Utakumbuka kwamba bunge la Kongo hivi karibuni lilimuondolea haki ya kutoshtakiwa, ile kinga ya kutoshtakiwa Rais mstaafu Joseph Kabila. Sasa ni nini ambacho kinaendelea na ni kwa nini mahusiano ya wawili hawa kati ya Rais mstaafu Joseph Kabila na rais wa hivi sasa wa Kongo Felix Tshisekedi yanayumba? Kuna nini katikati ya pazia? Nyuma ya pazia kuna nini? Basi Official Zungu _ inakupa ukweli wa mambo, ufahamu kile ambacho kipo nyuma ya pazia. Na watu wengi wameshtuka kwa sababu ya ziara ambayo ameitangaza Joseph Kabila, rais wa zamani wa Kongo, kwamba ataelekea kule Goma kwenda kufanya ziara, na ametangaza ataelekea Goma siku chache mara baada ya bunge la Kongo kumuondolea ile kinga ya kutoshtakiwa. Sasa watu wanajiuliza, kule Kongo wanadhibiti waasi wa M23, alafu tena Kabila anaenda kule Kongo na hawa M23, mmoja kati ya kiongozi wao mkubwa ni Colonel Nangaa, na huyu Nangaa alikuwa rafiki wa Joseph Kabila kwa sababu ndo alikuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Kongo CAN, ambao nilimuingiza madarakani bwana Felix Tshisekedi kwa makubaliano kati yake na Joseph Kabila. Sasa watu wanajiuliza kuna nini? Waza nikupe chanzo cha mgogoro huu, kwa nini wamefikia hapa hao wawili kati ya Kabila pamoja na Tshisekedi. Issue ni kwamba Tshisekedi amekiuka makubaliano ambayo walikubaliana na Kabila wakati anapewa nchi. Kwamba wakati Kabila anamkabidhi nchi Tshisekedi waliweka kama makubaliano 41 hivi, ni mengi kweli, lakini moja kati ya hao makubaliano walikubaliana kwamba waziri mkuu ambaye atachaguliwa Kongo awe anatoka upande wa Kabila, kwa maana ya kwamba Kabila alitaka, licha kwamba Tshisekedi ndio yuko madarakani, lakini yeye control maeneo muhimu, ikiwemo yeye hayo na uwezo wa kuchagua waziri mkuu atakuwa nani na nafasi za juu serikalini. Sasa mara baada ya Tshisekedi kuingia madarakani akamgeuka Kabila, kwa maana ya kwamba utakumbuka serikali ya Kongo ilikaa zaidi ya miezi 6 bila kuwa na mawaziri, bila kuwa na waziri mkuu, kwa sababu ya mvutano ambao ulikuwepo kati ya Kabila pamoja na Tshisekedi, na katiba ya Kongo inasema waziri mkuu ndiye ambaye anateua baraza la mawaziri. Sasa timu ya Tshisekedi haikumtaka kabisa huyu bwana ambaye anajulikana kwa jina, huyu bwana ambaye alitakiwa yeye ndio waziri mkuu ambaye anatoka timu ya Kabila. Kwa hiyo baada ya hapo sasa mahusiano kati ya Kabila na Tshisekedi yakaanza kuwa mabovu, kwa sababu huyu bwana Tshisekedi amegeuka ile makubaliano ambayo ndo yalimfanya yeye awe rais wa Kongo. Na ndio maana unaona kiongozi wa M23 na makundi ya waasi ni Colonel Nangaa. Huyu Colonel Nangaa ndiye ambaye alikuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Kongo ambayo ilimuingiza madarakani Tshisekedi. Na huyu Colonel Nangaa ni rafiki mzuri sana wa Joseph Kabila. Na huyu Colonel Nangaa M23 ndio ambaye imeikamata Goma, na Goma ndipo ambapo amewasili hivi sasa, amewasili tayari Joseph Kabila pale katika nchi ya Goma. Kwa hiyo tunaona mahusiano kati ya Nangaa na Kabila ni makubwa kweli, na hawa watu wanamsumbua Tshisekedi kwa sababu ya yale makubaliano zaidi ya 40 ambayo Tshisekedi ameyakataa. Na kumbuka pia Nangaa ana urafiki wa karibu kweli na rais wa Rwanda, namzungumzia Paul Kagame. Watu ni marafiki, wana historia ya urafiki. Sasa mara baada ya Tshisekedi kuanza kuzinguana na Kabila, mara baada ya kutokukubaliana katika makubaliano yao, unaweza kuona M23 waliamka kweli. Fuatilia kuanzia mwaka 2020 mashariki ya Kongo, unaweza kuona mara baada tu makubaliano kutokukubalika M23 wakaamka hivi. Kwa hiyo utajiongeza mwenyewe uangalie ni nini, lakini huo ndo mgogoro ama ndo chanzo cha ugomvi kati ya Kabila na Tshisekedi. Ni makubaliano ambapo walikubaliana, bana wewe ndo utakuwa rais unayefuata, ili utafanya 1 2 3, ikiwemo mimi waziri mkuu nitamteua mimi, nitakontrol mimi bunge. Baada ya kuingia tu madarakani Tshisekedi akamwambia Kabila, usinitanie, sitofuata makubaliano, nitafuata makubaliano ambayo nayajua mimi kwa sababu mimi ndiye rais. Hiyo ndo shida tu. Kwa hiyo hivi sasa kutokana na kwamba ya hayo makubaliano, ndio maana unaona Kabila na Tshisekedi wanapelekana hivi. Kabila bado anajiona ana nguvu kweli Kongo, japo bado ni rais mstaafu, na Tshisekedi anajiona yeye ndo rais ambaye yupo current president, so ana uwezo wa kufanya lolote. Karibu chambue pamoja hapo chini. Hapa ni Official Zungu _.